mara nyingi Wakristo wengi tunamuomba Mungu kwa kuangalia tunachokipitia, hatuangalii kile ambacho Mungu ameandaa kwenye maisha yetu. Hujanielewa? Wakristo wengi unaangalia ulevi wa mtoto wako, hauangalii wokovu wa mtoto wako. Mungu anapoiona Keroka, anaona Keroka iliyookolewa. Watu wa Keroka wanaiona Keroka iliyopotea. Yeye anaangalia mwisho kutokea mwanzoni. Anaangalia mtoto wako yuko chuo kikuu wakati hauna school fees ya class 8. Si kama kuna mtu ananielewa? Hebu sikia. Yeye ni Alpha, yeye ni Omega. Hebu sikia. Tuangalie mifano michache kwenye Bible. Kama unaandika, andika mifano michache kwenye Bible. Mfano wa kwanza. Kitabu cha Amosi sura ya 4. Amosi sura ya 4 na ule mstari wa 7. Amosi sura ya 4 na ule mstari wa 7. Biblia inasemaje? Biblia inasema. Inasemaje Vero? Tena nimeizuia mvua msiipate. Tena nimeizuia mvua msiipate. Ilipobaki miezi mitatu kabla ya mavuno. Ilipobaki miezi mitatu kabla ya mavuno. Nami nimenyesha mvua juu ya mji mmoja. Nami nimenyesha mvua juu ya mji mmoja. Nikaizuia mvua isinyeshe juu ya mji mwingine. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu isiyopata mvua ilikatika. Hebu sikia. Biblia inasema nimeizuia mvua msiipate. Ilipobaki miezi mitatu kabla ya mavuno. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu moja haikupata mvua. Magoti, hiyo verse ina maana gani? Hiyo verse ina maana hivi: Mungu ni Alpha, Mungu ni Omega. Hutanielewa. Naomba nimtumie Pastor Ngoko. Pastor Ngoko analima shamba sehemu moja inaitwa Nyaikuro. Magoti analima shamba sehemu moja inaitwa Mosocho. Ngoko analima Nyaikuro, Magoti analima Mosocho. Ngoko na Magoti wakakutana Kisii town. Ngoko akasema Magoti, ninalima mahindi Nyaikuro. Na mimi nikamwambia na mimi nalima mahindi Mosocho. Tukakutana Kisii Central SDA Church. Ngoko akasema tukafanye maombi. Ngoko akafanya hivi: Baba, naomba unisaidie. Ninapoenda kupanda mahindi yangu niweze kuvuna mahindi yangu. Hayo ni maombi ya Ngoko. Amesema hivi: Baba, naomba unisaidie. Ninapoenda kupanda mahindi yangu niweze kuvuna mahindi yangu. Magoti akafanya hivi: Baba, naomba unisaidie ninapopanda mahindi yangu. Hayo ni maombi mawili tofauti. Ngoko amemwona Mungu kama Alpha na Omega. Magoti nimemwona Mungu kama Alpha. Hujanielewa? Kwa hiyo mvua itanyesha Nyaikuro, itanyesha Mosocho. Ikifika miezi mitatu kabla ya mavuno, Mosocho mvua itakatika, Nyaikuro mvua itanyesha. Tumepanda siku moja, mwingine atavuna, mwingine hatavuna. Kuna watu hawanielewi. Nataka unielewe. Hutanielewa. Waandishi wa vitabu mtanielewa. Kuna mtu anaweza akaanza kuandika kitabu, akawa na moto wa kuandika,
alafu ikafika wakati moto ukapotea. Ule moto wa kwanza uko wapi? Kuna mtu anaweza akaanza kujenga nyumba, akaanza na moto wa kujenga nyumba, ikifika kwenye level fulani ule moto unapotea. Unajua ni nini? Alimuomba Mungu wa kuanza, hakumuomba Mungu wa kumaliza. Si kama kuna mtu ananielewa? Hebu sikia, hapa kuna wanasiasa. Unaweza ukashangaa, kuna mwanasiasa akianza siasa watu wanampenda, alafu dakika za mwisho watu wanamkataa. Unajua ni kwa nini? Alianza na Mungu anaitwa Alfa, hakukumbuka kuna Mungu anaitwa Omega. Mmeanza naye biashara, mlianza naye biashara siku moja, mwaka mmoja. Leo yeye biashara yake iko mbali, wewe ya kwako bado iko pale pale. Kuna mtu mlisoma naye shule, mwaka mmoja mlianza naye shule, yeye yuko mbali, wewe uko pale pale. Unajua ni nini? Ulimfahamu Mungu wa kuanza, hukumfahamu Mungu wa kumaliza. Yeye Mungu anasema mimi ni Alfa, mimi ni Omega.